Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa hii video. Video hii ni maalum kwa ajili ya wale ambao sasa wameshapata blog, wanataka waanze kuandika makala zao. Utafundishwa hatua kwa hatua jinsi ya kuandika makala na uandike sehemu gani. Kama hujapata blog, namba zangu za WhatsApp zipo hapo, uweze kupata blog ili na wewe uanze kulipwa kila mwisho wa mwezi. Ukifikisha views 1000, maana yake hiyo ni shilingi 1000 kwa blogu zinazoandika kwa lugha ya Kiswahili. Lakini kwa blogu zinazoandika kwa lugha ya Kiingereza, ukifikisha views 1000 ni sawa na shilingi 2500. Kwa hiyo views 10,000 una shilingi 25,000. Pesa hii ni pesa nzuri sana. Yaani haya malipo ni zaidi ya wale ambao wanafanya AdSense, ni zaidi ya programu yoyote duniani ya kufanya mtandaoni kazi. Usipoteze muda Facebook, usipoteze muda YouTube kutengeneza subscribers, followers, ukidhani kwamba utafanya monetization ili ulipwe. Unapoteza muda. Njoo upate blog, nitafute WhatsApp, namba hiyo hapo kama mnavyoiona, upate blog. Tutengeneze mifumo yetu wa Tanzania. Mifumo ya matangazo kwa ajili ya Watanzania. Watu sasa hivi tunatuma pesa Marekani kwa kutumia matangazo Facebook. Kwa kutuma matangazo Facebook. Ukitangaza biashara Facebook, maana yake umemlipa mzungu pesa nyingi. Yawezekana hata milioni 50 tunazituma kwenda Marekani kwa siku au kwa wiki au kwa mwezi. Milioni 50. Sasa hizi pesa kumbe zingetengeneza ajira Tanzania. Hizi pesa kumbe wangelipwa vijana ambao wapo Tanzania. Sasa vijana wa Tanzania tupo tunatengeneza contents Facebook. Pesa inaenda Marekani. Sisi hatupati chochote. Unaendelea kusubiri mpaka dola zifike hizo wapi? Pata blog. Ingia kwenye program yetu. Tunataka tuwe na blog 1000 za wasomi ili watu watangaze kwenye blogu zetu wa Tanzania. Pesa ibaki Tanzania. Tupate sisi vijana wa Tanzania. Sasa nakufundisha moja kwa moja kwenda kufanya nini? Kuanza kuposti. Ukiangalia kwenye hii video chini, kona ya chini kabisa hapa, utaona kuna alama ya kujumlisha. Alama ya kujumlisha nyeupe imezungushwa na rangi ya kama orange hivi au nyekundu. Sasa unabonyeza hapo, au ukiangalia kona ya kushoto juu kuna vidashi vimstari vitatu, bonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo unaona sehemu imeandikwa new post, utabonyeza new post. Sasa ukiangalia kona ya chini kuna alama ya kujumlisha pale au hii new post. Unachagua sehemu yoyote inakubali. Mimi nataka nichague kwenye alama ya kujumlisha hapa chini. Nabonyeza hapo. Tayari nimeletwa hapa. Kwa unachokifanya sasa, haya ni maandishi nafuta kama yapo. Kuna wengine maandishi yanatokea, wengine hayatokei. Sasa naanza kuandika. Unaona sehemu imeandikwa title. Unaiona? Weka hapo kichwa cha habari kwa kifupi. Kwa mfano unavyoandika essay huwa inakuwa ina title. Hiyo essay yako inahusu nini? Utunzaji wa mazingira. Kilimo bora cha parachichi. Kwa hiyo unaanza kilimo bora cha parachichi. Jifunze kilimo bora cha parachichi. Sasa hapa chini hapa ndio sasa unaanza kuandika maneno yako. Parachichi soko liko wapi, faida ni nini, magonjwa ni nini, jinsi ya kupanda na kadhalika unaandika. Ukishamaliza kuandika unashuka chini, unaandika aya nyingine, unaandika nukta. Unashuka tena chini, unaacha nafasi hivi. Unaandika tena, unaweka nukta. Unashuka chini tena, unaandika, unaweka nukta. Yaani zile paragraph sasa unazipanga zile aya zako. Ukishamaliza kuandika hivyo, sasa sehemu ya kuposti ni huu mshale unaonyesha kulia. Pale kwenye R pale juu, maana yake ndio akaunti yako. Kama wewe ni John, maana yake itakuwa J. Kama wewe ni Musa itakuwa ni M. Chini yake unaona kuna mshale mweupe umezungushwa tena na rangi kama njano hivi, inashindwa kuitofautisha hii rangi ni rangi gani. Ni nyekundu sio nyekundu, orange sio orange. Unaibonyeza hapo.
utapata ujumbe publish post, this will publish post to your blog. Unabonyeza confirm. Hapo unakuwa tayari umefanya nini? Umeposti. Sasa unaweza kama umeposti alafu unataka uedit, uongeze maneno mengine tena. Yaani hii post unaweza kama unaiandika leo, kesho tena ukaongeza, kesho kutu ukaongeza, yani unaruhusiwa kila siku kwa una update. Sasa ukitaka ku update, angalia post unataka ku update kati ya hizi. Ya juu kabisa una kilimo bora cha parachichi. Kwa mfano unataka uedit, uweke jifunze kilimo bora cha parachichi. Sasa wewe umeandika kilimo bora cha parachichi, umesahau kuandika jifunze. Kwa hiyo unataka kuedit. Kwa hiyo utabonyeza hayo maneno ya kilimo bora cha parachichi, yabonyeze hayo maneno. Bonyeza hayo maneno. Unaletwa hapa, unarudi hapa, una edit jifunze kilimo bora cha parachichi. Unabonyeza ule mshale wa kupublish kwamba nimesha edit. Kama unataka uongeze maneno mengine huku chini, unaweza ukaongeza. Unaweza ukaongeza tena kingine ulichokikumbuka kama ulikisahau, unaweza ukaongeza mpaka mwisho, afu baadaye tena ukabonyeza huu mshale mweupe unaoonyesha kulia. Unaubonyeza huo changes saved. Maana yake umesha update vile vitu vilivyoongeza vimeongezeka. Kwa hiyo ukiangalia tena ile post yako unaona imekuwa imeshaboreshwa. Sasa ukitaka kuangalia blog, maana umeandika unataka kuiangalia blog jinsi watu wanavyoiona sasa. Kwenye jifunze kilimo cha parachichi, upande wa kulia unaona kuna vinukta vitatu. Bonyeza hiyo vinukta. Unaiona? Shuka chini angalia. Unaweza ukaiongezea lebo, ukaweka lebo kwamba hiki kilimo cha parachichi lebo yake ni mafunzo ya kilimo cha matunda. Mafunzo ya kilimo cha matunda, hiyo ndio lebo yake au category. Unaweza ukadelete kama umekosea au unataka tu ufute hilo posti, una delete. Unaweza unpublish. Kwa unpublish maana yake unairudisha kwenye draft. Kama ulirusha watu waweze kuiona, sasa inarudi kwenye draft ili uweze kuendelea kuedit, halafu tena uirushe pia. Kuview ndio sasa unaiangalia blog yako yenyewe muonekano. Post tuliyoandika hii hapa kama mnavyoiona. Lakini kila post unayoandika hakikisha ina picha moja. Kama unaandika jifunze kilimo cha bora cha parachichi, hakikisha unatafuta picha ya mparachichi au tunda la parachichi unaiweka hapa. Usiandike posti bila picha. Sasa namna gani tunaweza tukaweka picha? Twende kwenye mafunzo, turudi kwenye kuedit. Tutabonyeza pale kwenye jifunze kilimo cha parachichi, tunabofya hapo. Ni kuondesha alama wapi unaweza ukatoa ukaweka picha. Picha unaziona hizi alama hizi. Kuna alama ya penseli. Hii maana yake ni ya kuandika, hii achana nayo, haikuhusu. Kuna hii inasema undo na redo sijui. Do and undo. Sasa una slide kushoto hivi. Una slide kushoto. Hapa ndio unapata alama za kuandikia kama za kwenye Microsoft Word. Kuna bold, unaweza bold una highlight kwanza. Huku ndio ku highlight, unashikilia hiyo sentence, unashikilia na kidole, unaibonyeza afu unaishikilia kwa muda, ina highlight. Afu baadaye unabonyeza bold. Kitu kinakuwa bolded kama hivi. Ukitaka labda italic hii hapa, una highlight tena hivyo unaweka italic. Ukitaka kupigia mstari, unabonyeza tena hivyo. Ikisha select namna hiyo, unabonyeza underline. Inakuwa tayari underlined kama hivyo. Ukislide tena kushoto, utaona vitu vingine. Kuna kitu kama kimviringo hivi. Kwanza kuna kipenseli. Kuna kingine mbele kama kimviringo. Tumia hicho kimviringo kwa ajili ya kutengeneza link. Kwa mfano una link ya WhatsApp unataka uingize, unachofanya unachukua hiyo link. Link ndio hii hapa. Uta select tena hivi. Ukisha select unabonyeza link. Unaweza ukaingiza link yako hapa. Labda www.john.com. Afu una apply. Hiyo ni link. Ukitaka picha ni mbele ya link. Hii hapa. Hapa ndio sasa una upload picha yako. Picha yako lazima iwe kwenye simu yako. Upload from your computer. Sasa computer
Kuna mwingine atasema lazima niwe na kompyuta. No, una upload kutoka kwenye simu yako. Ukibonyeza tu hiyo upload from computer, picha zilizopo kwenye simu yako zitatokea hapa. Utachagua picha unayotaka uta-upload. Video, unaweza kuweka video mbele ya picha. Kuna video hapa, upload from computer. Video yako lazima iwe kwenye computer ili uweze ku-upload from computer. Kama haipo kwenye computer, kwenye simu yako, nenda kwenye YouTube hapa, upload from YouTube. Uta search video unayotaka wewe kuiweka. Ukisha search hapa itakuja, utai-upload. Hivyo ndivyo, yani vipengele vya muhimu sana kwa blogger ambaye anaanza anatakiwa vijue. Hasa hiki cha picha na link. Hivi ndio unatakiwa vifahamu. Mpenzi mtazamaji, baada ya kuelekeza hivyo, sasa unaweza kuendelea kufanya blogging kitaalamu. Andika content nzuri. Andika content ambazo watu wanaweza ka search Google sana. Kwa sababu wewe tegemeo lako kubwa kupata views ni kutoka kwenye Google search engine. Yaani wasomi wanaposoma kule chuoni wanatumia Google. Wana search jinsi ya nini, how to, which, yani wanatumia maneno kama hayo. Kujifunza kwenye history, nani alikomboa Afrika, huwa wana search. Sasa kama umeandika makala kuhusiana na nani alikomboa Afrika, maana yake wataiona blog yako, watasoma. Wakishaingia tu kwenye blog yako, wewe tayari pesa imesoma kwenye mfumo. Mwisho wa mwezi unapokea pesa zako kupitia M-Pesa, Halo Pesa, Tigo Pesa, yani mitandao ya simu yote unapokea simu yako ndani pesa zako. Kwa hiyo tuwasiliane WhatsApp kwa namba unayoiona hapo ili uweze kupata blog kama hujapata blog.